Kabila hili la Wakoma kuna namna jinsi wanavyoishi. Wengi wanaishi milimani kwenye vijiji vidogo. Wanajenga nyumba za nyasi na miti. Wanalima mazao kama mtama na mahindi. Pia wanafuga mifugo wachache kama mbuzi na kuku. Zamani walikuwa hawapendi sana maisha ya kisasa na waliendelea kushikilia mila zao za jadi. Hili nalo litakushangaza. Wana lugha yao inayoitwa Koma. Wanapenda sana mila na desturi za mababu zao. Wanatumia ngoma, nyimbo na sherehe za kijadi kwenye matukio muhimu. Wengine wanaamini dini za asili huku wengine wakiwa Wakristo. Na ni kwa nini walijulikana sana? Kabila hili lilianza kujulikana sana duniani baada ya watu wengi kushangazwa na namna walivyohifadhi maisha yao ya zamani kwa muda mrefu. Katika mambo yao ya kiimani, watu hao wanaamini kupitia mizimu ya mababu, roho ya asili, nguvu za kiroho zinazohusishwa na milima ya mazingira. Walikuwa na sherehe za jadi, sadaka za kijadi, ngoma za kiroho. Wazee walitumika sana na walitumia kama viongozi na wakatumika kama viongozi wa mila. Waliona wazee kuwa watu wa hekima wenye uwezo wa kuwasiliana na mizimu ya mababu. Baadaye, baadhi yao walipokea Ukristo kupitia wamishonari, lakini bado wengine wanachanganya Ukristo na mila za jadi. Katika mfumo wa maisha, jamii hii ina ushirikiano mkubwa sana. Familia huishi karibu kwa karibu, wanafanya kazi za kijamii pamoja, wazee huheshimiwa sana, watoto hufundishwa mila tangu wadogo. Wengi wanajiuliza kwa nini watu hao wanaishi katika milima? Ni kwa sababu maeneo ambayo ni magumu kufikika waliamini hivyo. Pia zamani waliamua kuishi milimani ili kujilinda dhidi ya maadui na makabila kipindi cha uvamizi. Wanaishi kwenye maeneo ambayo yenye misitu na mawe magumu
Vijiji vyao huwa ni vidogo sana. Nyumba zao hutengenezwa kwa miti, nyasi na matope. Asema maisha yao yako karibu sana na mazingira ya asili, na maeneo yao mengi hayako barabarani, wala hakuna teknolojia nzuri, hakuna umeme wala barabara nzuri. Hizi ni baadhi ya tamaduni ambazo kabila hili wanazifanya kila kuitwapo leo. Heshima kwa wazee. Wazee wanaheshimiwa sana katika jamii yao, ndiyo hutoa maamuzi muhimu ya kijamii. Pia hufundisha watoto mila na desturi za mababu. Kitu kingine, wana ngoma na muziki wa jadi. Wanatumia ngoma katika sherehe mbalimbali. Muziki hutumika wakati wa harusi, sherehe za mavuno, mila za kijadi, ibada za asili. Ngoma zao huwa na midundo ya asili na kucheza kwa nguvu nyingi. Kitu kingine, mafunzo kwa vijana. Watoto na vijana hufundishwa kuwinda, kulima, kuheshimu jamii, pia mila za mababu. Mafunzo haya huanza tangu utotoni, na ni lazima kila mtoto anayezaliwa kufikisha umri unaotakiwa kwa ajili ya mafunzo lazima afundishwe. Pia sherehe za kijadi, sherehe za mavuno, kuna sherehe za ndoa, sherehe za kuwakubali vijana kuwa watu wazima. Waliishi maeneo ya milimani, yalikuwa magumu kufikika. Wengi watajiuliza, sasa wanaishi milimani, je, wanakula vyakula vya aina gani? Jibu lako hili hapa. Watu wa Koma hutegemea sana kilimo cha jadi, hivyo chakula chao hutokana zaidi na mazao wanayolima wenyewe. Mara nyingi hutumia mtama, mahindi, uwele, maharage na mboga za asili. Wanapika uji mzito, wao wanaviita vyakula vya kusaga, nafaka kama ugali wa kienyeji. Pia wakati mwingine hutumia maziwa, asali, nyama ya mifugo au ya kuwinda. Kwa sababu wanaishi maeneo ya milimani, kilimo chao hufanywa kwenye matuta ya milima.